Karungu aanze kuzoea ma principal. Kwa uongozi wa kanisa ambao uko hapa, kiongozwa na Daktari Waihenya, moderator wetu, familia ya ndugu yetu Kanini Kega, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Munaniona vizuri? Wale mama zetu wa Women's Guild, munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Na bwana moderator pamoja na viongozi wa kanisa, kila wakati ambapo niko katika eneo la mlima huu, lazima nielezee nchi nzima nafanya nini kwa mlima, kwa sababu siasa zetu ni mbaya sana. Katiba inasema tuko na uhuru wa kuzunguka Kenya mzima, lakini nikikuja hapa watu wa fitina kila wakati wanaanza maneno mengine. Kwa hivyo, kwa sababu mimi nimechaguliwa na wananchi na kila wakati naulizwa nieleze mambo, nitaeleza. Nataka niwaelezee kwa nini niko hapa. Nikiwa Sifuna, mimi ndio senator wa Nairobi, katibu mkuu wa chama cha ODM na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Kama katibu mkuu, mimi ndio niko na register ya marafiki wa Raila Odinga. Na Raila Odinga hakuwa na maadui kwa sababu yeye alikuwa mtu tofauti sana. Hata mngekosana leo, rafiki yetu mwingine alikuwa anaitwa Moses Kuria. Kila siku alikuwa anachokoza baba, lakini kesho unampata wanakunywa chai na yeye. Bwana moderator, mimi ndio niko na list na register ya marafiki wa baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nimekuja kumfariji mmoja wa wale ambao natambua kama rafiki wa mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na nitawaambia ni kwa nini. Mheshimiwa Kanini Kega alipoteza kiti yake kwa sababu ya kuunga mkono Raila Amolo Odinga. Tulikuwa na yeye hapa Nyeri, tulikuwa na yeye hapa Kieni, tunazunguka hapa, tunajaribu kuomba kura za hiyo. Rigiji ametufungia bwana. Na ule rafiki yake mwingine, unajua Rigiji, kuna vijana wako hapo bunge wananipelekanga na mtaratara pole pole. Kina Karungu Wathangwa wako hapa. Kuna ule rafiki yangu mwingine ninasikia umemtuma London, anaitwa John Methu. Kuna huyu wa Kirinyaga ananifunzanga mambo ya agriculture, nitasema hapa, anaitwa Kamau Murango. Waliniambia saa hii Sifuna, ukikuja kwa mlima, hata kama unajua Kikuyu usiseme, kwa sababu kuna mkora alizunguka hapa akiimba Mwadhani ya Gosho Muriega. Wacha wa Kikuyu wajue tu wewe ni Mluya na hujui Kikuyu, lakini uwaambie ukweli, maana kila Mkenya anatambua lugha ya ukweli, si ndio? So niko hapa kwa sababu ya mheshimiwa Kanini Kega. Mulikuwa mmetufungia mbaya, lakini Kanini Kega alikuwa anasema twende tu. Hii shida yote Kanini yuko ndani kwa sababu kusupport ODM, kusupport Raila Odinga, na nitapea mfano mbili. Ya kwanza, huyu Kanini wakati ya co-chairman wa budget na Uhuru ni president, na huyu Justin Muturi ndio speaker wa bunge wakati bunge ilisema chama cha ODM kilipwe pesa chini ya Political Parties Act. Muturi, nakumbuka ukitoa ruling kama speaker ukasema kama koti mahakama imesema tufuate sheria, sheria itafuatwa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akapigia huyu Kanini Kega. Mimi kama katibu, you know you cannot challenge me on issues of ODM. Kama katibu, I can swear on the Bible, when Kanini Kega was the budget chair and when Justin Muturi was a speaker and Uhuru Kenyatta was the president, ODM used to receive 500 million shillings every year towards the debt that we are owed by the register of political parties. Hiyo pesa nilikuwa naiona, ndio tulikuwa tunazunguka hapa kusukuma hiyo mtu yenu ya Agosho, lakini bado mkatubwaga. Marafiki wa baba wako hapa wengi. Yule Priscilla Nyokabi tulikuwa tunazunguka na yeye hapa kwa mlima, tunajaribu kutafutia baba kura. Caroline Karugu alikuwa deputy governor. Niko na hii majina yote. Justin Muturi ni rafiki. Haya, nimeona hapa rafiki yangu anaitwa Masi Gakuya, alikuwa mbunge kule Kasarani. Masi Gakuya alianguka kura Kasarani kwa sababu ya kusimama na baba. Na wakati huo hiyo maeneo yote walikuwa naimba UDA. Nimeona Jude Njomo hapa, hata sijamuona muda mrefu. Omwami pole bwana. Hiyo shida ni sisi tulikuweka ndani. Mheshimiwa Peter Mwadhi, I am so happy to see you guys. Hiyo shida ni sisi tuliwaweka ndani. Niko na mmoja hapa, rafiki ya baba, anaitwa Pauline Njoroge. Nataka asimame tu. Pauline Njoroge, wakati baba anazunguka huku kutafuta kura ya AU, yeye ndiye alikuwa anatembea na baba, anamsaidia kufanya mambo yake ya communication. Mpigie makofi. Ni msichana ya mlima. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Rigathi, najua mahali marafiki ya baba wote wako.
kwa niaba yangu mwenyewe Mheshimiwa Kanini Kega, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya watu wa Nairobi, pole sana kwa kumpoteza mama yako. Na nimefurahi, nimeona, unajua kuna kitu nimejifunza hapa, moderator na kanisa la PCA, ule umoja ambao uko katika Women's Guild. Nilikuwa naona hawa mama zetu wakibeba mama yako, wakimleta hapa, kuashiria ule umoja na upendo ambao wako naye. Sijaona katika jamii nyingine yote ama katika kanisa lingine kina mama wetu wakibeba mwenzao. Na unajua hii casket ni nzito bwana. I could see our mothers. Sasa nasema Mungu awabariki sana kwa huu umoja wenu. Muendelee kuombea hili taifa kama kanisa la PCA. Na vile wenzangu wa kutoka Western wamewaambia, kule hakuna kura ya Kasongo. Na nimeshtuka leo rafiki yangu Sangok. Unajua huyu Sangok? Tumekwaruzana muda mrefu sana. Sangok anatoka Umasaini. Ameconfirm hapa leo kwa Wamasai hakuna kura ya Kasongo. Amesema yeye mwenyewe. Hakuna kura ya Kasongo. Kwa hivyo nataka mkue wenye ujasiri. Mjue kwamba sisi kama vijana tunaelewa ile kazi ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua wanalinda mwananchi, ndio wametutuma hapa, mimi Osotsi, Mheshimiwa Kalasinga na Mheshimiwa Pauline, kuwaambia kwamba hatutatumika sisi kupatia Kasongo ati arukie kwa dirisha pale na paka tayari tumeiweka kwa kona. Haitawezekana. Na tuna sababu zetu. Unajua huyu jamaa, hawa wa kanisa ndio wamemuingiza kwenye hii uongozi. Alikuwa yeye anasema yeye ndio anaamini Mungu, ati kina Sifuna sisi ni waganga. Tukijaribu kuingia church bwana, sisi tunakuja na 250,000, nasema hii ni ya kushona uniform ya kwaya, yeye anaingia na 5 million. Nasikia jameni, hii tutaweza kweli? Saa hii yeye ndio mwenye kukuja mpaka kanisani kule Witima, anapiga tear gas ndani ya kanisa. Mimi ni Mkatoliki. Bishop wangu hapa anaitwa Archbishop Muheria. Kwa sababu Muheria hakubaliani na yeye, kanisa Katoliki imemfungia mlango. Wanasema Bishop Muheria pia ni mkabila. Sisi kama Wakatoliki tutasimama na kanisa letu na tutasimama na kanisa la Mungu pahali popote. Ndugu yangu huyu seneta wenu wa Kirinyaga ananipeleka polepole. Ananiambia pia mambo yenu ya agriculture na ukulima imeingia shida. Kwa sababu Kasongo amefanya mambo yake vibaya. Soko ya majani chai ile ambayo mlikuwa mnauza Sudan imepotea, ile mlikuwa mnauza Iran imepotea. Ananiambia wakora wake wamefungulia wale wanaingiza mchele hapa. Watu yenu ya Mwea sasa hii nasikia sijui imefika ngapi, 50 ama ni ngapi? 60. Na ilikuwa huko 85. Kama Murango ndiye ananiambia hivi vitu. Mimi hapo Nairobi tunasema ni shamba la mawe, mimi si mkulima. Hii vitu ni ukweli ama Murango ananidanganya? Ni ukweli. So tunasema ameshindwa na kazi. Sisi tunataka turudishe ile hadhi ambayo wakulima wetu walikuwa nayo, kwa sababu hiyo ndio nyinyi mlikuwa mnategemea. Kwa hivyo mimi nataka nikamilishie hapo, niwahakikishie. Unajua wanasema kwa Kizungu the proof of the pudding is in the eating. Sijui kwa Kikuyu tunaweza semaje. Mimi najua kwa nini mnatushuku, na nitawaambia kwa nini mtatushuku. Mumesikia viongozi wengi wakiongea vile kina Sifuna wanaongea. Kuna watu pale ndani ya ODM walikuwa wanasema siwezi onekana na Kasongo. Sasa yeye ni waziri. Kuna wale walikuwa wanasema kama vile sisi tunasema hatutanunuliwa. Walinunuliwa, walipigwa mnada kama mbuzi tu. So najua kwa nini hata mimi nikisimama hapa saa hii niwaambie hatutanunuliwa, hamuamini. Kwa sababu Wakenya wamezoea kudanganywa. Wakenya wameona watu wengi ambao walikuwa wanafikiria wanaweza weka matumaini ndani yao, halafu kidogo kidogo wanawageuka. Mimi nataka niwaambie, wacha tungoje. Kule Western niliwauliza kati yao na mimi, wacha tuone nani atatoroka wa kwanza. Na nataka nirudie hapa nikiwa Nyeri, wacha tuone kati yenu na nyinyi na mimi na sisi wanalinda mwananchi, nani atatoroka wa kwanza. Mumenyamaza ni kama nyinyi mnajua. Unajua, moderator ya mwisho, Mheshimiwa Rigiji, kuna jambo ambalo lazima nikuexplainie. Sisi wana ODM ambao tulikuwa kwa competition na nyinyi watu wa Kenya Kwanza, tukipata mwanya ya kuweka kati yenu lazima tungeitumia. Sasa wakati impeachment yako imekuja, wacha nikwambie tu ukweli. Mimi ni SG wa ODM. Naangalia naona hapa
hao watu wawili wameanza kugombana, wacha tuongeze sisi moto, wakozane wao, ni shauri yao, sio unajua pale walitoana. Kweli tu kweli, nataka niulize hapa Nyeri, mlikuwa mnataka nifanye nini kama SG ODM? Si nilikuwa nitafutie chama yangu nafasi, si ndio? Na si unaona Kasongo ameingia kwa shida, but Mheshimiwa Rigiji, let me tell you, we are convinced that there is no other formula before God. There is no other formula other than a united ticket against William Ruto. So whatever needs to be done, kama ni kusameana, waje basi tusameane tu. Lakini haiwezekani tumpatie huyu ndugu yetu nafasi yeye aweze kurudi kwenye hiyo kiti aendelee kukandamiza wananchi wetu. Niguo. Basi hiyo ndio mwisho, nimemaliza. Asante sana bwana moderator. I want to make a very difficult request because you have really given us time to be able to have this conversation. But nilikuja na baisikeli ingine haipendi mvua. Na walituambia huyo mwendeshaji ya kwamba tusipotoka hapa 3:30 itakuwa ni ngumu kurudi Nairobi, na kesho tungelala, lakini kesho tuko Kisii. Mheshimiwa, you know, we are burying the mother of our colleague Senator Onyonka and we really have to leave. Sio kusema ati tunataka kukosea kanisa heshima. Sisi ni wanaheshima, and I want to assure you, and you can hold me to account, because these proceedings are being streamed live. I will follow those proceedings. The next time ukutana na mimi uniulize nilisema nini kwa Kanini Kega, nisipopata unichape kiboko. Asante sana na Mungu awabariki.